Katika kijiji kilichokuwa kimetulia kwenye miteremko ya mlima Meru, kulikuwa na mwanaume tajiri aliyejulikana kwa jina la Baraka Mwakalonge. Baraka alikuwa na umri wa miaka 40, lakini alikuwa amefanikiwa sana maishani. Alimiliki mashamba makubwa ya kahawa, hoteli za kifahari, magari ya kifahari na majumba yaliyojaa anasa. Kwa wakazi wa kijiji, Baraka alikuwa mfano wa mtu aliyepewa baraka za ulimwengu. Lakini nyuma ya utajiri wake, Baraka alikuwa mtu mwenye upweke mwingi. Kwa miaka mingi, Baruape aliishi na familia yake, lakini mahusiano hayakuwa mazuri. Mke wake Lilian alikuwa mtu wa tamaa, ambaye alimheshimu Baraka kwa sababu ya mali zake tu. Watoto wake watatu walimchukulia kama mfadhili badala ya baba. Ndugu na marafiki wa karibu walimzunguka si kwa upendo, bali kwa kutaka kujinufaisha na utajiri wake. Baruaka aliishi kama mfungwa katika kasri lake mwenyewe. Siku moja, akiwa safarini kwenye mji wa Nairobi kwa ukaguzi wa kawaida wa afya, Baruaka alipokea habari za kushtua. Daktari alimweleza kuwa alikuwa na saratani ya ini katika hatua za mwisho na muda wake wa kuishi haukupitiliza miezi mitatu. Awali, Baruaka alinyamaza. Alijaribu kutafakari habari hizo, lakini mawazo yalizidi kuwa mazito. Baruaka alirudi kijijini akiwa mtu mwingine. Alikaa peke yake kwenye nyumba yake kubwa, akifunga simu na kutokutana na mtu yoyote. Familia yake ilishangazwa na hali hiyo, lakini hawakutilia maanani sana, wakidhani labda ilikuwa ni dhiki za kawaida za maisha. Siku moja, Baraka aliwaita watu wote wa familia yake kwenye chumba cha mkutano. Lilian, watoto wake na ndugu zake walikusanyika, wakitarajia kusikia tangazo kubwa kuhusu biashara au urithi. Lakini Baraka alitoa taarifa iliyowashangaza wote. Nimefanya maamuzi. Sitaki mali yangu iwe mzigo kwa mtu yeyote. Sitaki urithi huu uwe sumu kwa kizazi kijacho, alisema kwa sauti ya utulivu lakini iliyojaa uzito. Nimeamua kufukuza kila mmoja wenu kutoka kwenye maisha yangu. Mali yangu yote, kila shamba, kila gari, kila nyumba, nitachoma moto. Nitapoteza kila kitu kabla ya kuondoka ulimwenguni. Familia yake ilidhani ni mzaha. Walicheka kwa dhihaka, wakidhani Baraka alikuwa amepoteza akili. Lakini Baraka hakuwa mzaha. Usiku huo Baraka alikusanya nyaraka zote za biashara na kuzichoma moto kwenye bustani ya nyuma ya kasri lake. Kila cheti cha umiliki, kila akaunti ya benki, kila hati ya mali iliteketezwa. Moto huo uliwaka mpaka asubuhi, ukiwasha udadisi wa wakazi wa kijiji. Wakati familia yake ilipofika asubuhi, hawakuamini macho yao walipoona majivu ya kile kilichokuwa ni mali ya thamani isiyopimika. Baruape hakusikiliza kilio chao wala maombi yao. Aliwafukuza kutoka kwenye nyumba yake, akiwapa masaa machache tu kuondoka. Aliweka walinzi wa kuzuia mtu yeyote kurudi. Baada ya siku kadhaa, Baruaka alianza kuharibu mali zake nyingine. Aliwachoma moto magari yake, akakata miti kwenye mashamba yake ya kahawa, na hata kubomoa hoteli zake kwa buldoza. Lakini kulikuwa na sehemu moja aliyoiweka kwa siri, ghala kubwa lililokuwa nyuma ya nyumba yake. Majirani walianza kuhisi hofu. Walidai kwamba Baraka alifungamana na nguvu za giza, na moto aliouwasha ulikuwa sehemu ya tambiko la kujiandaa kwa mauti yake. Hakuna aliyethubutu kumkaribia, kwani walinzi wake walikuwa wakali na hawakuruhusu mtu yeyote kupita. Siku moja, kijana mdogo wa kijiji aliyeitwa Musa aliamua kuchunguza ghala hilo. Usiku wa manane, alijificha kichakani na kujipenyeza ndani. Alipofungua mlango wa ghala hilo, alikuta Baraka akiwa amekaa kwenye kiti, akiwa amezungukwa na picha na kumbukumbu za maisha yake, zawadi za watoto wake alipokuwa mdogo, barua za zamani za mke wake alipokuwa akimpenda kwa dhati, na vitu vingine vya kihistoria vya familia. Musa alishtuka kuona machozi yakitiririka usoni mwa Baraka. Huyu hakuwa mtu mwenye nguvu na hasira aliyekuwa akijulikana kwa siku za karibuni. Alikuwa mtu aliyesalimu amri kwa huzuni na majuto. Siku ya mwisho ya maisha ya Baraka ilifika kimya kimya. Asubuhi hiyo, alikusanya wazee wa kijiji na kuwaambia wasimulie hadithi yake kwa kizazi kijacho, hadithi ya mtu aliyefanikiwa kupata utajiri wa dunia, lakini alipoteza familia na furaha yake kwa sababu ya tamaa na ukosefu wa mawasiliano. Alimalizia kwa kuchoma ghala lake kubwa, akiteketeza kumbukumbu zote, na akaondoka kuelekea msituni peke yake, ambapo alikutwa amefariki siku 3 baadaye. Hadithi ya Baraka ikawa somo kwa kijiji hicho kwamba mali si kila kitu, na thamani ya maisha iko kwenye mahusiano ya kweli na upendo wa dhati.